Kujaendeleaje? Kuna mke basi pale, wewe ndio kila kitu. Wewe ndio kila kitu. Na kuamini. Sasa wewe utafanisha na mke wangu. Kweli? Siwezi kufananisha. Yaani jua kali lote hili. Hata haya wewe si mashoga yako huyu. Hii hatari sana. Punguza. Sasa ulimbeka tu jamani, sitamwambia mke wako lakini. Achana naye. Mimi sikia, mimi nitajisi. Wewe mzangu unaogopa. Wewe sister ni mbembea sana. Sasa mimi nitaamini vipi? Uje jinsi gani nakupenda. Najua ndio, ila sasa nitaamini vipi? Sawa, wasiwasi wa nini? Wasiwasi. Heya kunikimbilia dada kulikoni? Hata nimepita pale. Kuna kitu nimekiona. Kitu gani? Nimeshinda hata kuvumilia. Umepita pale. Nimekutana Farida na Taji wamekumbatiana. Huyo mibusi. Nasema ngoja nimwambie kwanza dada yangu. Wapi? Pale kwenye uchochoro ule. Ila wewe ndugu wangu wewe umbea wako ulikuwa nao huu utakuja kuvuja ndoa za watu. Jichunge. Dada, lakini nimeona kweli. Wewe endelea na mambo yako. Mimi naenda kazini, tutaongea baadaye. Shoga yangu, sasa hivi maisha kizungu. Mtu mmoja vyombo 6, vyombo 7. Vyombo vipo vingi. Hivyo ni vya jana vya juzi. Hivi vya leo tu asubuhi shoga yangu. Yaani hata sina mambo mengi. Na unajitahidi kwa kweli kwa kulundika vitu. Sio vya juzi. Jamani na wewe shoga yangu, hivi vya leo tu asubuhi tumeniachia na mume wangu. Hivi Neema yuko wapi? Sijamuona siku 2 hizi au ndio mwanzo tukashapata mwenyewe kashaolewa. Kwa nini usimuulize ushoga yake? Maana ushoga yake ndio pika pakua. Maana yeye ndo anaijua. Shoga utajui? Ndiko mnanitaja kama mbaya kwa wema? Taje nani kwa ubaya shoga yangu unapojulikana mtaa kwa umbea tukutaje kwa nini? Ni cha ukweli nasema uko na nyakaka kama lula shoga yangu. Maana nilichokikuta huko yani pata nguvu zimeniisha. Hicho. Yaani ila friji lako sasa mwanzo linagandisha japo kwa muda mfupi, hebu niacheni tu. Naomba tu
Nimekomaa leo. Kweli hatari. Oh, leo una. Bamia sijaleta hata kesho. Yaani mimi nilikuwa nataka bamia, maana ile bamia la jana walionitia sijalielewa kabisa. Yaani sijalielewa. Tena ningezienda na tunakujua mbea wa mtaa wewe. Ukosi jana. Mimi sio mbea, wewe unasema kitu cha ukweli shoga yangu. Mbona hujasema jana hujafunguka? Nategemea shoga yangu labda liliganisha. Wewe tena. Jana tu. Hadi kwa mniona. Ndio umempata ule dada gengeni umwambie habari za mumeo. Hapana, mimi sio kwa mazingira wewe Kweli? Nakujua wewe. Oh, sio kwa sababu kukataza kaona kama mimi ni mwevu. Hapana. Nimepita huku naona pita huku. Hapo ukipeleka taarifa. Mimi simu. Hapana, usije ukanishirikisha kabisa. Unaona vizuri? Yaani sio kanishirikisha. Dada, mimi nimekuta sisi nimefanyaje? Mimi na mama sasa nifanyaje? Nimeshakwambia ndio habari za mbea. Achana nazo. Umenielewa? Hivi linagandisha. Na liendelee kugandisha hivyo. Usije kuyeyuka hata siku moja. Imeisha hiyo. Jamani, marafiki zangu, yaani hapa nilipo mimi nina njaa, sijala, nadaiwa kodi na mwenye nyumba anakuja. Na anapokuja leo hivi alivyoniambia nakuja kunitolea vitu vyangu vyote. Kwa hiyo mimi hapa nakuona nakuelekea ni kijijini. Kulima. Wewe kijijini tena? Hawa kijijini wenyewe wanatamani kuja mjini. Huko jua linawaka tena linawaka kweli kweli. Mjini kupambana, sikushauri. Pambana huko mjini. Kijijini huko sio kuzuri ujue. Hamna maisha kabisa. We haya. Yaani binadamu kweli tuna matatizo. Yaani huyu anasema matatizo yake. Mimi mwenyewe hapa nadaiwa kodi. Nimelipa miezi 3 tu. Ina maana kesho kodi inaisha, mwenye nyumba akija na nitimua, na kisha nitimua nitajua naangalia wapi. Ila swala la kijijini sikushauri. Ni mwenyewe kijijini siendi. Mimi napambana hapa hapa na wewe endelea kupambana hapa hapa. Unapambana hapa kazi una unapambania kitu gani? Kwa nini utafuta kazi nyingine? Kazi nyingine wapi? Kama sasa wewe mwenyewe unasema hapa sijui umefukuzwa kwa kazi, unaenda kutafutia kazi gani? Nitatafuta kazi nyingine yoyote. Kasoro kujiuza. Mashamba jamani, turudi nyumbani tu tukalime, mashamba hapo yanatusubiri. Hapana, lazima tungangania hapa mjini. Swala la kulima mimi haiwezekani. Kijijini huko maisha magumu, yani afadhali hata huko mjini. Napata hata mtu akukopa hata buku na kunywa chai. Nyewe baki leo mimi lazima nirudi tu nyumbani kwa nikabadilisha na mazingira. Mimi sikushauri kwa upande wangu. Wewe shogangu unamshauri? Huyu kwanza kaolewa. Wewe hapo ndio utadanga mpaka basi. Kudanga sasa jini yangu. Mama mwenzio, yani mwenzio huyu ana mume wake. Na mimi nitapata hela. Ipo siku na mimi nitapata. Ndo wanaume. Ila kudanga sasa siwezi kudanga. Hapo kwenye mume sasa. Hapo kwenye mume. Mama shida gani na wewe? Mambo zenu. Karibu. Mimi nimekaa kinyonge, mambo mjana numa patsali. Afu nenda fundalia kupika hapo. Karibu kwanza ukae. Mambo zangu sio karibu kwanza ukamao unauliza. Maana njana numa stofu. Kaa kwanza shoga yangu. Uko unatoka jana? Sijaanza na njaa. Sasa naambia, nimekaa kama mfungo upepo. Ni mtezi nauma kweli. Bora hata shoga yangu umekuja. Hapa tulipo tushatimia. Maana yake na kitu kimenikaa hapa. Nyumbani kwangu mimi kuna waka moto.
Yaani huyo shemeji yenu mume wangu mie simuelewi. Ameshabadilika tayari jamani. Yaani simuelewi. Zamani simu yake nilikuwa nashika, ya kwangu anashika. Sasa hivi simu password kila kona. Hii mnaelewa? Yaani password kila kona. Baba yule ukimwambia hiki hasikii, ukimwambia hiki anafanya hiki. Mimi ninachohisi kashapata mwanamke mwingine yule. Mimi naambia kashapata mwanamke mwingine kwa sababu amebadilika, sio kawaida. Na mimi namjua mume wangu. Namjua mume wangu kabisa. Na nikimjua shughuli anayo. Shoga yangu, mwanamke ukimjua utamfanya aje? Mama, nikimjua kazi anayo, nitawaambia. Kazi gani? Yaani nitakachomfanya. Mimi mume wangu namjua. Unajua mimi na mume wangu tumetoka wapi? Namjua mume wangu. Kama kapata mwanamke mwingine. Useme shoga yangu. Hapa kuna kitu changu umpi. Kitu gani? Huwezi jua shoga yangu. Angesema mimi ningempa au angesema mimi nakosea wapi, ningejua nafanyaje. Shoga yangu mwanamke kwa ujiongeze. Mpaka mmeko anakuchiti, aenda nje basi kuna kitu changu umpimizie huko. Hapana kwa kweli, mimi hapana. Basi tena makubwa kama ndio hivi. Yaani ilikuwa limenikaa hapa, nimeamua tu niwaambie ndugu zangu maana yake.